Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako ndugu yangu mpendwa, mahali popote ulipo. Ninashukuru kwa kuwa umechagua kufuata vipindi vyetu katika Promise TV. Tunakukaribisha katika kipindi hichi cha neno la uzima, neno nzuri, neno la ahadi yako. Karibu sana na kutusikiliza, karibu sana na kuwa pamoja nasi katika ibada yetu ya asubuhi ya leo au ya mchana wa leo au ya usiku wa leo. Inatokana na mahali ulipo. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena, lakini kabla hatujaanza, wacha tuingie katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, mtazamaji ambaye unanitazama mahali hapa. Acha utukufu wako uwe juu yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakuonyesha pia studio za Promise TV Bwana. Acha utubariki, acha utupanue katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Panua ndugu yangu mahali popote alipo. Mungu, ninaombea wagonjwa walio kati yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wanaofungwa na vifungo ninawaombea kufunguliwa. Acha utukufu wako Mungu onekane kwa kila mmoja mahali popote alipo. Acha ujionekanishe, maana wewe ni Mungu mwema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninajua kwamba wewe ni Mungu mwema wa watu wote, na ninajua kwamba wewe ni msaada wa kila watu. Acha basi usaidie huyu mama, saidia huyu baba, saidia huyu kaka, saidia huyu binti katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Saidia huyu mtoto katika masomo yake, saidia huyu baba katika biashara yake, kasaidia huyu mama katika kazi na katika biashara yake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Onekana kwa ajili ya maisha yake, na utukufu wako Mungu endelee kudhihirika ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Asante ndugu, ninakushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi kwa mara nyingine tena. Basi kwa sasa tunaenda kuingia katika neno la Mungu ambalo linapatikana katika Kumbukumbu la Torati. Katika Kumbukumbu la Torati sura yake ya 6 mstari wake wa 12. Hapo ndipo tunaenda kusoma neno la Mungu linasema, ikumbukeni Mungu wenu, msisahau yaliyowatendea na yeye yule aliyewatoa katika mji wa Egiputa. Bwana asifiwe sana. Neno hili la Mungu linasema tukumbuke. Kukumbuka ndio kitu ambacho inafaa mwanadamu. Mwanadamu asiyekumbuka, huyo sio mwanadamu. Lakini mwanadamu lazima apate kukumbuka. Mwanadamu ambaye hana kumbukumbu, huyo naweza kuambia kwamba huyo sio mwanadamu. Lakini mwanadamu mzima lazima awe na kumbukumbu. Kama ni kitu gani kilichomfikia, ndio hauwezi kosa kusamehe kama ni mtu ambaye amekukosea. Lakini japokuwa kusamehe, hauwezi sahau kitu gani kilichotuma yule mtu anakukosea. Lazima utakikumbuka. Sasa Mose alikuwa anawaambia wana wa Israeli, msisahau mahali, wakati wowote mtakapofika Kanaani, wakati wote mtakapofika kwenye nchi ya ahadi, ninataka niwaambie msisahau. Bwana asifiwe sana. Kumbukeni yale mliopitia. Kumbukeni mahali Mungu amewatoa. Mungu amewatoa katika njia mbaya. Mungu amewatoa katika vitu vibaya. Mulikuwa katika mateso mbalimbali katika nchi ya Misri. Mulikuwa katika shida mbalimbali katika nchi ya Misri. Inawezekana Misri yako ni ya aina ingine. Kuna wengine Misri yao ilikuwa vita. Kuna wengine Misri yao ilikuwa kibira. Kuna wengine Misri yao ilikuwa njaa. Kuna wengine Misri yao ilikuwa umaskini. Kuna wengine Misri yao ilikuwa kipato kidogo. Haleluya. Mungu anaongea kupitia Musa, anasema msisahau. Bwana asifiwe sana. Ninataka nikwambie ndugu yangu, kama wewe hujasahau, itakusaidia kutengeneza maisha yako ya kesho. Ukikumbuka maisha uliyopitia, itakusaidia kupitia maisha ingine ambayo utaishi kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, wewe umeumwa, umepatwa na ugonjwa wa ukimwi. Ule ugonjwa wa ukimwi ulitokana na usharati ambao umefanya. Lakini ukisahau kwamba ule ugonjwa uliotoa kwa usharati, lazima utarudia pale pale. Lakini ukikumbuka kwamba ulitoa pale pale, hautaparudia. Itabidi ujitolee kwa Mungu wako, na Mungu wako ataendelea kukusaidia na kufanya mwema.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni mfano kidogo ninakupa. Kuna mifano mingi ambayo unaweza kukufa. Muda hauturuhusu, lakini muda ungeturuhusu. Kuna mifano mingi ambayo ninaweza kukupatia, lakini nataka nikwambie, kumbuka mahali ulipopitia. Kumbuka maisha ulioishi zamani, sio maisha unayoishi leo. Kumbuka zamani mifupa ilikuwa inakamatana na nyama, lakini kwa leo nyama ndivyo zinafunika mifupa, mashavu yamevimba. Lakini usisahau ya kwamba maisha hiyo ambayo umepitia, hawa wengine wanaoipitia usiwadharau, maana kesho ni nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kesho ni nzuri kwa ajili yao wengi. Kumbuka makanisa ambazo mlikuwa nazo. Kuna makanisa wengi walikuwa makanisa za vikoko, lakini leo weko katika makanisa za makaro. Wanasahau ya kwamba Mungu anatoa chini na anapandisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, kumbuka mahali popote ulipokuwa, Mungu kuna sehemu alipokutoa. Kumbuka ile sehemu. Unajua, kutokukumbuka inamtuma mtu asishukuru, lakini unapokumbuka lazima unashukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakutakia ndugu yangu kukumbuka. Kumbuka mahali ulipopitia. Kumbuka ile sehemu. Ukiona wengine wanapitia pale, kumbuka nao watatoka siku moja, maana Mungu hakuwasahau. Ndugu yangu ambaye ungali mahali ya chini, ungali katika maisha ya chini, ninakutia moyo. Ninakutia moyo. Mungu wetu gisa alivyokuwa jana mpaka leo ndivyo alivyo, na leo anaweza kutenda. Gisa alivyotendea fulani na fulani, na wewe leo anaweza kukutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Usizani umesahaulika. Hapana, hujasahaulika, maana Mungu anapenda kila mtu. Anapenda kila mtu. Kitu anataka tuwe na moyo. Kama una moyo wa kukumbuka, lazima Mungu atakutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitayarishe na ujiandae, maana unaenda kutambuka na kufika katika maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie, hii magonjwa unayoona leo hautaiona kwa mara nyingine tena. Hii umaskini unayoona leo hautaiona kwa mara nyingine tena. Hii ukosefu unayoona leo hautaiona kwa mara nyingine tena. Hii kuzofika kwa ndoa yako, hii mikorogano iko kwa ndoa yako, labda kwa ajili ya umaskini au kwa ajili ya kukosa kitu chochote chakula, nataka nikwambie hautayaona tena, maana unaenda kumwaga chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unajua wengi wa bibi wanawatoka kwa maana hawana kitu chochote. Bibi unakutana fujo ni fujo nyumbani kwa maana hana kitu chochote. Lakini nataka nikwambie, hii maisha unayoona leo hautaiona tena, maana Mungu anaenda kuiondoa. Kitu anachokuomba Mungu wako, kumbuka umetoka wapi. Kumbuka umetoka wapi na unafika wapi. Jiulize na jua ya kwamba Mungu wetu anaenda kukutendea muujiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Magonjwa ulio nayo leo hautakuwa nayo tena. Ukimpa moyo Mungu na ukiwa na moyo wa kukumbuka, magonjwa ulio nayo, nataka nikuhakikishie, tangu sasa magonjwa hiyo itaenda kutoweka na unaenda kuwa mtu mzima. Lakini kumbuka, Mungu amekuponya. Wengi unaweza kuwa uko kwenye kitanda, lakini nataka nikwambie, hiyo kitanda ya hospitali ambayo unalalia leo hautailalia tena. Tangu kesho unaenda kutoka kwa hiyo kitanda. Lakini kumbuka, Mungu amekutoa wapi na ni kitu gani kimekutoa pale. Kama ni neno hili ambalo umesikia, kumbuka kwamba Mungu ndiyo amependa usikilize neno hili na upate kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuhakikishie, Mungu ni mwema. Mungu anaweza. Mungu anaweza kila kitu. Maisha yako mupe Mungu na umkumbuke, naye ataendelea kutenda miujiza kwa ajili yako. Asante ndugu kwa kuwa umeweza kunisikiliza. Ninakushukuru sana. Karibu tena kusikiliza na kutazama Promise TV. Tunakukaribisha sana. Hii ulikuwa pamoja na mchungaji Barazengiza Michel, mchungaji kiongozi mkuu wa kanisa la Ahadi Takatifu, Eglise de la Promesse Divine dunia nzima. Tunakukaribisha sana. Ubarikiwe sana na Mungu aendelee kukubariki. Tunakupa anwani yetu ya hapa Burundi. Tunatumikia Bujumbura Burundi, kata ya Kamenge, barabara ya 8, namba 15, 03 kitoka kwa baa inaitwa Royal, 03 mkono wa kulia. Ukiangalia tu mkono wa kulia utaona kanisa kubwa iko pale, bado haijamalizika kujenga, lakini tuko pale. Ukihitaji maombezi utaona namba ya simu pale
basi tunakukaribisha na upige simu na Mungu ataendelea kukubariki. Asante sana, ubarikiwe. Ni siku njema, tunakutakia amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako kwa mara nyingine tena. Asante sana.